Yes, hello, kama kawa, this is the Army Show TV plus 257 kwenye mic pamoja na MB promoter aka Mr. If you like me, I like you. If you don't like me, I don't like you too. That is my name, unakuwa hujakosea. You know, this is the Army Show TV. Okay. Kwenda kwenye YouTube kama hujawahi kusubscribe, nenda YouTube andika Army Show TV. Alafu utasubscribe, utaona kuna alama ya kengele pia, utakuwa ulibonyeza, alafu utakuwa ulisubscribe our channel YouTube, utakuwa unatufuata moja kwa moja kupitia mtandao wetu wa YouTube. Haimaanishi uko Saudi Arabia, haimaanishi uko Marekani, haimaanishi uko Rwanda, Kigali, Kampala, Uganda, Kenya, Nairobi, haimaanishi Dar es Salaam, Tanzania pote utatupata kwenye YouTube ni Army Show TV plus 257. Na unasikia leo kulia kama kibaridi hivi, tayari tumeshaingia ule mwezi wa nini? Mwezi wa mvua, watu wanataka mwezi wa kibaridi. Labda wale ambao labda walishaolewa, walishaoa ndio wana bahati ndio miezi yao hii. Eti bwana kuna kwenda kazini baba. Eti mama mdogo kuna kwenda sokoni. So today nakuletea trending news ambayo mpaka sasa hivi ina trend sana kupitia hapa kwetu in Burundi, BRD, Buja Music, not Buja Flavor, ni Buja Music. Kila siku waga naitaka ni Buja Music. You know what? Hapa juu skati tulimwona msanii mkubwa ambaye anaitwa ni Salum, kama vile almaarufu kama vile Lizo.com, Nare, Lolilo aka mzizi wa jiwe, ana jina nyingi, Simba gang. So jamaa juu skati hapa kama vile takriban kama vile wiki moja aliweza kuachia cover yake ya Mirror Magic ambaye alimshirikisha mwanamuziki kutoka Tanzania ambaye alikuja kudumbuiza Alikiba. Alikuja kudumbuiza kwenye sehemu ambapo kunaitwa Miami Beach, ambaye alifanya show yake, ilikuwa poa, kulikuwepo wasanii wengi. Yeye mwenyewe Lizo.com aliperform pale, performance yake ilikuwa ni kikubwa, ilikuwa ya kitoto. Licha na kina fulani, kina Fizo, kina Kiri Kudabuj, walikuwa wasanii wengi pale, siwezi nikamaliza, walikuwepo wengi. So jamaa aliweza kuiposti cover yake juu skati tu hapa ambayo inaitwa ni Mirror Magic, ambayo inasemekana kwamba kwa Kiswahili ni kioo chenye maajabu. Hatujui wimbo huyo kama unakuja kidesign gani. Lizo alivyosema kwamba wimbo huyo utakuwa ni bonge la nyimbo, bonge la song ambayo Burundi hawajawahi kuona. Tutarajie vitu vikubwa kwa sababu itakuja na video, I think is that. So story na musu huyu Lizo.com kwamba jamaa kulikuwa bakina kama takriban kama vile siku kadhaa kidogo aweze kuachia wimbo wake ongea kwenye YouTube mtandao ili tuweze kupata utamu wa Magic Mirror. Lakini jamaa juskati tu hapa jamaa tuliona tu ana post picha, jamaa yuko kwenye kitanda hivi cha nini kwenye kitanda cha hospitalini. Sasa jamaa inavyosemekana kwamba jamaa aliweza kudungwa, tulipita tunasikia, lakini jamaa aliweza kudungwa kitu kinatoka ni mbwata, sumu, yani doga wanasemaga sumu. So jamaa tunamwambia Mwenyezi Mungu amsaidie, alafu amponye vizuri, kwa sababu jamaa yuko na kile kitu kinatoka kama vile kuweza kuchukua nchi yake Burundi kuisegeza kuna sehemu nyingi, kwa sababu jamaa ukimuulizaga kila kitu nakwambia mimi nia yangu ni kuchukua Burundi kusegeza sehemu nyingine kupitia muziki wangu. Tukamsabona jamaa unafanya nyimbo kama 3 na kwa nyimbo kama ya 3 wala ya pili unafanya na Alikiba. Jamaa akasema hii itakuwa ni funga mwaka, afu itakuwa ni nyimbo kali sana. Jamaa tupiga mbwembe nyingi sana, lakini inavyosemekana jamaa anavyofanyaga show kila siku akikwambia nyimbo inakuwa ni wimbo kweli. Inakuwa ni wimbo ambao anakuwa kweli aliupanga vizuri, aliandika vizuri, mashairi mazuri, video nzuri, kwa sababu ndo mwanamuziki ambaye anafanya video nzuri sana hapa kwetu nchini Burundi kama sijasahau. Si kwamba eti watu wanampamba, ile ndio mtu wa kwanza ambaye anafanya video nzuri. So jamaa tunamwomba Mwenyezi Mungu amsaidie Lizo.com aweze kupata na nafuu tena na afya yake, ili aweze kutuachia sisi Warundi kile kitu ambacho tulikuwa tunakihitaji kama big song ambayo ni Magic Mirror, ambayo inasemekana Magic Mirror kwa Kiswahili ni kioo chenye maajabu. So jamaa hii trending news ambayo iko ni kwamba sasa Lizo.com yuko hospitalini. Jamaa mpaka sasa hali yake haijakuwa poa, lakini tunamwombea kwa Mwenyezi Mungu amsaidie jamaa hali yake irudi sawa ili tuweze kupata nini Magic Mirror. So hii ni trending news ambayo ilikuwa na musu jamaa Lizo.com mpaka sasa mitandaoni ndio ina trend sana. So tunakuja kwenye nyingine trending news ambayo ya jamaa huyu hapa huyu jamaa huyu pastor Ivura sijui baby sijui na kijibenzi ambaye anaitwa ni Olegue ambaye ni delegate general. Jamaa juskati tu hapa siku 2 tunapita, jamaa aliachia mzigo wake ambaye alishirikishwa pamoja na jamaa kutoka Marekani ambaye anaitwa Adda Pro. Jamaa anaitwa ni Adda Pro, mziki ule ubeba kwa jina la Shetani. Ujamaa anakuga na title ambazo ziko za maajabu.
Alianza delegate general, akakuja doctor, akakuja sijui pasa. Sasa jamaa watu wanajua sasa mbona jamaa anatoka kwa pasa alafu anakuja kwa shetani? Yaani jamaa anatoka kwa Mungu anakuja kwa shetani. I don't know. Yeye ndo muziki, anakuambia kwamba muziki kusudi utoke kwenye muziki lazima uwe na creativity fulani hivi. Watu wengi kweli tunavyoona kwenye YouTube, watu wengi wana follow muziki. Kwa sasa hivi kwa siku mbili chakuwa na kama Q7.2 .2 7,200 ya watazamaji 7,200 kwa siku mbili. Jamaa iko fresh. Huyu jamaa ambaye anaitwa ni Adda ambaye alimshirikisha Olegue, anaishi Marekani. Lakini huyu wimbo wa shetani umeleta gumzo mpaka sasa hizi mitandao bado unaleta gumzo. Na kijana ambaye hajulikani sana kama hivyo kama yeye, lakini jamaa inasemekana kwamba huyu wimbo ujamaa kamchukua kaiba wimbo kwa kijana ambaye anaitwa Villain Moon. Villain Moon ni kijana ambaye anaishi sehemu pande za Kamenge, anaishi pande za Kamenge ujamaa, ambavyo alikuwa naimba kitamba, lakini kama vile akawa amestopisha kidogo kutokana na licha ya uchumi. Sijajua tena kwenye Burundi lazima uwe na meneja. Kwenye muziki kama una pesa zero bana, au una pesa ni kitu ambacho kwa empty. So inavyoonekana kwamba jamaa waliweza kushtakiana sana na kusema kwamba huyu wimbo ni wa kwake Villain Moon, bado tu shetani. Labda mimi ningelisema lawama zote tutunde kwa producer, maana producer anapokuwa kuna produce muziki kuna kuja wasanii wengi tofauti, na kunapokuja wasanii tofauti unamsikisha beat ya mwenzako, sikiza hii beat. Sasa kwa ni msanii mkubwa kama vile Lizo wala Fizo wala nani, ulishamsikilizisha hiyo muziki, atakwambia bana nani aliimba huyu? Huyu jamaa sikiki bana. Nipatie tu basi nichukue hiyo beat. Unaona hivyo, unampiga mipunga yake, unakuwa ulichukua muziki wa jamaa hata kama hajajulikana sana. Dogi si muziki ulivyo. Inasemekana kwamba muziki ni wa kwake nani? Villain Moon, ambaye ni kijana hajasifika sana kwa kutrend kwenye buja music ya kwake ambayo iko naifanya. So trending inasemekana kwamba Olegue kaiba. Olegue alipoulizwa akasema mimi sijaiba wala jamaa hata simfahamu. Jamaa akasema mimi namfahamu jamaa, alikuja studio hivi na hivi kadhaa kasikia nyimbo yangu. Sasa Villain Moon ya kwake ilitengenezwa kwenye Waka Record. Alafu na huyu jamaa ya kwake ilitengenezwa pamoja na X Factor ambaye anafanya kazi vizuri, iko poa. You already know ndio ilitengenezwa kwenye wimbo, ndio Olegue anapenda kutengenezea. So trending news hatujui itaishia wapi. Jamaa kama atakubali msikini wake, lakini bwana watu walishautoa. Lakini kwa Olegue ni video and audio, lakini kwa Villain Moon bado ingaliki audio haijakuwa na video. Hatujui itaishia wapi hivyo vitu. That is our trending news ambayo mpaka saizi inaendelea vile. Tunakuja na nyingine trending news ambayo sasa hivi watu wanajiuliza sasa inakuaje mpaka hivi bwana kitu hatujakiona nini? Huyu jamaa, hawa jamaa labda watu wanajiuliza hawa jamaa kwa nini walifanya nyimbo hii. Before kwanza walikuwa kwenye lebo yao ya Bantu Boy, lakini kitu kimoja ambacho kilifanya watu mpaka natoka hatukujua, tulisikia labda walizimana na masimu, sijui labda mkataba ulikuisha, watu waliongea vitu vingi sana. Jamaa kana siku vibaya ikuwe poa, wakaamua kuunda nini lebo yao ambao kaita Belimani Boy ni nani pamoja ni Double J pamoja na mtoto mdogo ambaye ana rap, so ana rap vizuri, ni Akili Kiruku aka baba yao. You know what? Hapa juzi kati jamaa aliachia wimbo wake ambao kaupangwa kwa jina la Nzoduga, kwa Kiswahili nitapanda. Huyo wimbo ukisikia una message kubwa sana. Si kwamba ni wale watu ambao wako tu mjini alafu wanashinda kurudi nyumbani. No. Huyo wimbo una message kubwa. Mimi niliweza kukagua huyo wimbo wa jamaa, walisema kwamba sisi tulikuja mjini kutafuta maisha, lakini sasa tulipofikia kwa bosi ambaye tulifanya naye kazi vile ambavyo alituaidia kututendea, ndio maana tukishindwa mama nitakuja eti niwe na Nzoduga mama bikinishinda mimi nitarudi kule nyumbani. Wimbo kwa message kwa watu wengi, hata wale ambao wanakwenda sijui South Africa sehemu fulani kutafuta maisha, kama hivi nakushinda bana, rudi nyumbani, maana nyumbani ni nyumbani. Hapa ndo nyumbani, Bujumbura ndo BJ, kiwanja changu +257 ndo nyumbani. Huyu wimbo kuna message kubwa. Tuliona wasanii kadhaa waliweza kwenda kama vile kama vile kuachia comment zao pale. Kuachia comment zao tuliona kuna Emerson alisema bro, kitu ambacho wewe uoga unakifanya ni kitu kizuri. Kwanza napenda uandishi wako. Kwanza napenda na voko yako. Unasikia kitu kama hicho. So msanii mwenzake kampongeza. Ndio vitu ambavyo nilivisema juzi kati. Bwana msanii kama anapofanya kitu, bwana umpongeze tu, Mpongeze mwenzako. Sio kama anafanya kitu kizuri wewe unashindwa kumpongeza. Mpongeze. Double J fanya kitu kizuri. Nyimbo yake sasa hivi na siku mbili ina kama vile viewers 15Q. Sema 15Q ina maana 50.
50,000 ya watu walishautizama wimbo. Unasikia kama ni kitu kizuri, nyimbo inafanya fresh, nyimbo iko poa. Hapa kuna mstari unajirudia kwamba Nzoduga, adi Nzoduga. Sikiliza wimbo, wimbo mzuri sana, so amazing sana. You see? Hebu tupate show kidogo, tupate show kidogo. Eti mama, tumeamkaje mama? Hivi ngoja nimepata voucher tuongee. Mimi nitakuja kusomea kama vile comment za wasanii ambao wana jina lao lipo juu kidogo. Nitaanzia kwa hii comment ambayo ni Gasore Smile Comedy aka Baba Lao, anasema kwamba Double J malimikashe mbenda guha agatiki kuko isong ni lolomba wallahi ma izo like. Asema kwamba wimbo ni mzuri, ni mtamu, eti nipatie limikesha account yako ili nikupatie pesa ya ticket uweze kufanya nini, uweze kupanda. Na kuja kwa hiyo ambayo ni Emery anasema kwamba ikinicho kituma uri mubariri mvi batatu basohora indirimbo ngafata umwanya nkayumviriza wandika neza amajambo meza melodizo ni fire big up bro. Huyu ni Emery San. Tunakuja kwa Siren Vibes TV ambayo ikisema kwamba this is make me cry kiriku wanjimani imana irahari nibizo kwanga ngo usubire kuduga double imano ufise iri incredible akajwika Kelly is everything. Hii ni Siren Vibes inasema kwamba eti nikisikia nyimbo inanifanya mimi kulia. Tunakuja kwa ambaye ni mtangazaji Mishumi yake sema kwamba Kiriku you made me cry double trouble na mama ndagufana gushasha kabisa. Eti Kiriku unanifanya mimi kulia. Unajua kwa sababu gani watu wengi wanatia Kiriku? Kwa sababu Kiriku ndio alionekana kwamba yeye ndio alikuwa the man of scenario of this song. This is the big song nzuri, song kwa amazing sana, imeka fresh, reggae nzuri, sauti nzuri, maandalizi ambayo aliandika ni mazuri sana, video iko poa, is so good, amazing sana. Watu wengi sasa kinaleta gumzo na kusema kwamba huyu wimbo mbona kama utafikiri ulimwandikia ambaye alikuwa ni bosi wao, eti ambaye alikuwa ni bosi wao ni but that name aka Big Fizzo aka Big Farias, ana majina mengi ujamaa. So eti sasa mbona kama andikia bosi wao. Lakini ukimweza Double J anasema mimi nimeandika wimbo nakumbusha watu ambao walikuja huko mjini wakumbuke kwamba nyumbani ni kule milimani, inabidi warudi. Milimani boy lazima warudi nyumbani. So mimi na watu jui labda wimbo kweli aliandika Big Fizzo. Hebu nitasikia kwamba labda aliweza kuwa aliandika Big Fizzo kupitia comment kwenye account yetu ya YouTube. Share and like, tunahitaji maoni yenu. Anasoma ambao ni post ya mwisho ambayo ilifanya na Hip Top TV ambayo anaimiliki ni Landry Promoter. Alisema kwamba ndarize mana yanje jewe abafana ni mwanyanga nzidugira imuramvya kuko ni muji. Eti yeye hata mafanzi mkimkataa atapanda zake muramvya kwa sababu ndo nyumbani, ni haba ababizi haba ababishoboye laki nyinshi cyane. Eti kama kuna ambao wanavifahamu na wanavijua mgonge laki kwenye wimbo huyu. Nakuja kwa mwisho ambaye huyu anaitwa nani? This is anaitwa nani? My godness. Huyu ni nani huyu? Huyu ni Isaac Classic TV anasema kwamba tubandanye dufati gisagara. Do respect. Heti tubaki tunachukua nini? Tunachukua moja. Ufice on the floor akasema to emotion song with done me brothers. Eti is song iko romantic. Yani inamfanya mpaka sasa anajisikia kama vile I don't know what I can say about that. Sijui niseme kitu gani. Ni watu wengi wali comment wasanii kadhaa wakubwa. Labda watu walisubiri watizame kama kutakuwa basi hata comment ambaye alikuwa ni CEO wao. Wakakosa. Watu wengi wanauliza mbona sasa hajaweka like huyu jamaa Fizzo? Huyu jamaa na akili zake. Alafu ana vitu vyake ambavyo anavitumia. Uwezo kumsababishia eti ufanye hivi. Tunakuja kwa jamaa ambaye alifanya wimbo ambaye ni Expect the Sound Mind, anasema kwamba Nzoduga mama, in Zimbabwe. I miss you. I'll be back soon, but don't worry, Bujumbura has been nice to me. Eti nitarudi Zimbabwe. Mama niko nakuja, nitarudi Zimbabwe, lakini Bujumbura bwana pazuri kwangu mimi. Hebu tusikie kama mwisho alafu tunaachia. Eti nilikuwa najua vitakuja kwa rais ninapofika Bujumbura.
Eti mama nakukumbuka, hata sina cha kukutumia. Eti vinanitia huzuni kwa sababu sioni hata kitu ambacho mimi yani kitu ambacho nakufaidikia. Eti kama viko hivyo lakini najua kwamba unanipenda. Oh my god. Sikiliza romantic sound. Eti Bujumbura mjini hakuna hata kimoja nishapata mpaka hivi vinanisumbua. Yes, kwa unasikia wimbo ambao uko na emotion sound afu kuna message nzuri. Urashaka makuru mashasha meza kandi agezweho. Fyunda subscribe kuri Ami Show TV. Amasanamu meza akozwe kubinga budasanzwe. L trending iri okubwanyu. Baringi mwifuza indirimbo zikozwe kubinga bwa none. Good mixing and mastering. Gana Key Records. RTB with the key to success.